Haleluya. Biblia inaonyesha, sikiliza, ya kwamba baada ya Yesu kunyenyekea pale msalabani, akaubeba msalaba, akakubali, Biblia imesema akajinyenyekeza hata mauti ya msalaba. Baada ya Yesu kuingia kaburini na kukaa siku ya tatu na kufufuka, alipofufuka na kupaa kwenda juu, Biblia inasema Yesu alifanyika kuwa mfalme juu ya falme zote. Haleluya. Petro anaeleza kilichotokea. Anasema katika Matendo 2:36, anasema basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Sema Bwana na Kristo. Sasa Bwana inamaanisha nini? Bwana kwa Kiingereza tunasema Lord, na Lord maana yake nini? Ni mtawala. Haleluya. Mwenye mamlaka kamili. Yesu alipopaa kwenda mbinguni, alipewa mamlaka kamili. Sema mamlaka kamili. Akapewa hadhi ya ubwana. Ndio maana leo tunasema Yesu ni nani? Ni Bwana. Na nakutangazia na ukumbusha ya kwamba shetani pia anajua ya kwamba Yesu ni Bwana. Mapepo pia wanajua ya kwamba Yesu ni Bwana. Wachawi wanajua ya kwamba Yesu ni nani? Ni Bwana. Wale wote unaowaogopa wanajua ya kwamba Yesu ni nani? Ni Bwana, na ni Bwana wa mabwana. Haleluya. Alipewa jina la Bwana na akapewa jina la Kristo. Na jina Kristo ndio liliporasimishwa kabla ya Yesu kufa na kufufuka na kupaa mbinguni. Alikuwa anaitwa Yesu wa Nazareti, alikuwa anaitwa Yesu wa Mariamu, alikuwa anaitwa Yesu fundi seremala. Lakini baada ya kufufuka na kupaa kwenda mbinguni, Yesu alipewa jina mpya. Akapewa jina la Bwana, lakini pia akapewa jina la Kristo. Kristo maana yake mfalme aliyetiwa mafuta kutawala. Haleluya. Wapo makina Yesu wengi, wapo watu wengi wanaoitwa kina Yesu, lakini yupo mmoja tu anaitwa Yesu Kristo, mfalme aliyetiwa mafuta kutawala, na anatawala mpaka sasa.